Mambo haya yanachangia ubora wa mayai yako kupungua kadri siku zinavyokwenda. Jambo la kwanza ni uzito kupita kiasi. Inawezekana una uzito ila wewe unajiona kawaida, ila kumbe zile kilo ni nyingi ambazo haziendani na mfumo wa uzazi, hivyo zinazidi kupunguza ubora wa mayai yako kwa kupelekea homoni mama ambazo zinakomaza mayai na kuyafanya yawe endelee kuwa bora kuendelea kupungua na kuzalishwa kwa kiwango kidogo. Lakini sababu ya pili ni ulaji wa vyakula vya mafuta. Unapopendelea kula sana vyakula vya mafuta, vya kukaanga ama fast food, hivi ni vyakula ambavyo vinapelekea kupunguza ubora wa mayai. Mwisho wa siku unashangaa ovulation haifanyiki. Lakini jambo la tatu ni stressi na msongo wa mawazo. Mwanamke, epuka stressi, epuka msongo wa mawazo kama unahitaji kulinda afya yako ya uzazi, kwani msongo wa mawazo na stressi ni chanzo cha kuvurugika kwa homoni, kufanya tezi ambazo zinazalisha homoni mama zishindwe kufanya kazi yake. Lakini jambo la mwisho ni kujikuta unakosa kupumzika vizuri, yani unalala muda mchache, masaa 3-4 umeshaamka, upo katika harakati za kutafuta pesa. Ni lazima ufahamu kwamba ndio pesa unapata, ila huenda kesho na kesho kutu ukaje kujikuta hata mtoto unakosa. Kama umekuwa kwenye ndoa unatafuta mtoto muda mrefu bila mafanikio, una changamoto ya kuvurugika kwa homoni, PID inakusumbua, labda unapata maumivu ya tumbo, hedhi haieleweki, mabonge nyeusi ya maumivu makali, usisite kuwasiliana na daktari wako ikiwa ni mapema, kwani ni ishara ya huenda tayari mfumo wako wa uzazi haupo vizuri. Natumai umejifunza. Ukishana wanawake wawili, Mungu atakubariki.